Endelea kuwa kubwa sana. Hatimaye ile siku ambayo watu wanaisubiria kwa hamu, siku zinazidi kutaladadi, siku zinakimbia kweli kweli. Young Africans akimkaribisha Simba katika uwanja wa New Amani Zanzibar. Ni nini ambacho kinakwenda kutokea? Ni jambo la kusubiria na kuona. Mnyama Simba tayari yupo Zanzibar, Young Africans tayari yupo Zanzibar. Hatimaye TFF bodi ya ligi waweka hadharani waamuzi ama mapilato wa mchezo huo. Nasoro Mwinchui ndiye pilato wa mchezo huo. Nini ambacho kinakwenda kutokea? Nipo na Octavian Simba, mtaalamu kweli kweli, mshabiki wa Simba. Upo vizuri mzee? Nipo vizuri kaka, Mungu ni mwema. Uteana? Bwana wewe, majukumu hapa na pale. Kama mnavyojua na ligi yetu yenye makando mengi hivyo. Kwaresma ama mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kwaresma. Octavian Mkristo. Lakini mambo sana yanaenda? Mambo yanaenda, tunashukuru Mungu. Funga yetu sisi unaambiwa fanya matendo ya huruma. Na imani nikiongea hivyo Wakristo wananielewa. Natakiwa Kristo endelee kufanya matendo ya huruma. Tuwajali ambao hatuna kikubwa, lakini hichi Mungu ambacho katujalia inapasa tusaidiane na wengine. Bana sawa. Ile mechi moja ambayo inasubiriwa kwa hamu, hatimaye imebakia siku moja tu na siku zinakwenda kweli kweli. Hatimaye Nasoro Mwinchui kakabidhiwa dabi ya Kariakoo. Mnyama Simba performance yake ya mwisho zidi ya Dodoma Jiji. Hii dabi unaichukuliaje? Mnatoboa kweli ama mnaenda kufungwa mara 7 mfululizo? Najua kwa mwamuzi aliyepewa Nasoro Mwinchui ataenda kuonyesha kitu cha tofauti kuliko marefa waliopita. Atakuwa na yeye anahitaji kujitangaza kupitia dabi hii. Namuona akienda kuchezesha fair na naiona Simba ikienda kufanya vizuri kulingana na performance iliyoonyesha mechi ya zile Dodoma Jiji. Unaweza ukasema Simba ikupata matokeo, lakini sisi kama watu wa Simba tuliridhika na kiwango ambacho Simba ilionyesha. Ilicheza mpira mkubwa, tulitengeneza nafasi nyingi, bahati haikuwa upande wetu, mechi iliisha sare, tuligawana alama. Lakini kwa Simba hii pasipo makando naiona Simba ikienda kuchukua alama 3 ndani ya New Amani Complex. Pasipo makando gani ambao unayazungumzia? Makando ambao unayazungumzia, Simba imekuwa ikinyongwa na waamuzi sana. Ukiangalia mpaka unavyoongelea mara 6 mfululizo Simba kufungwa, Simba haifungu kihalali. Simba imekuwa ikinyongwa, Simba imekuwa ikionea. Tuwaambie watawala na wasimamizi wa mechi, tunahitaji haki kwenye dabi ili kurudisha heshima ya dabi na utamu wa dabi. Vinginevyo tunaenda kuiua dabi kama tutaendeleza makando ambayo yamekuwa kijitokeza kwenye baadhi ya mechi ambazo zimekuwa zikichezeshwa. Sawa, unafikiri Young Africans hivi sasa watu wanaimba kwamba performance yake imekuwa in and out, inapanda na kushuka. Hii Young Africans ambao mchezo wa mwisho amefunga JKT Tanzania goli 5. Kwako Yanga unaichukuliaje kuelekea huu mchezo, kwamba ni kweli performance yao imekuwa ni ya kushuka na kupanda? Yaani kiuhalisia Yanga endapo waamuzi wanaweza kaa makini, waamuzi wa ligi ya Bongo, Yanga mpaka sasa hivi wanaweza kaa na pointi ambazo asingeweza hata kumfikia JKT. Lakini kwa kuwa tuna ligi ambao waamuzi wanatoa penalti ambazo ni za mchongo, Yanga kiwango chake kimekuwa cha kupanda na kushuka. Hii sio leo tu, toka mwanzo. Lakini wamekuwa wakionekana ni bora kwa sababu wamekuwa wakipata support kutoka upande wa pili. Kwa hiyo tuwaambie tu, kwa kiwango wanachokionyesha na uwezo walionao, dakika 90 za fair hawawezi kutoboa mbele ya Simba Sports. Dakika 90 uwanjani? Dakika 90 za pasipo makando. Mwezi mtukufu Kwaresma, Yanga hawezi kutoboa mbele ya Simba Sports endapo waamuzi watachezesha fair. Naiona Simba yangu ikienda kutakata, naiona Simba yangu ikienda kupata ushindi. Ni kitu gani ambacho kinakupa matumaini zaidi ama kinakupa jeuri zaidi? Kikosi nilichonacho na wachezaji nilionao. Wachezaji waliokuwa nao ni bora zaidi? Yes, na wachezaji bora. Ukiangalia mchezaji mmoja, ukiangalia kitimu, tuna wachezaji ambao wameingia dirisha dogo, wameifanya Simba kuwa imara na kuwa bora zaidi. Cha kuwaomba tu ni viongozi wangu wa Simba Sports, hizi mechi wasichukulie kawaida. Hizi ndio mechi ambazo huwa zinaamua hatima ya Simba Sports. Kwa hiyo endapo tutafanya masiala kwenye mechi za dabi kama tulivyofanya masiala kwenye mechi ya Azam, basi tunaweza tukauaga ubingwa mapema kama ilivyokuwa msimu ulioisha. Kwa hiyo niwaombe tu viongozi wangu, huu ndio muda wa wana Simba kukaa sehemu moja na kuongea kauli moja. Mwana Simba yote ambaye anapata nafasi ya kuvuka maji, ni muda wa kesho kuvuka maji jioni, tuende tukaisapoti Simba yetu. Sisi ni watu wa mpira. Kwa kama ni watu wa mpira, tupo na Simba katika nyakati zote, nzuri, ngumu na zakati. Kwa hiyo ni waombe wana Simba, huu ni muda wa nguvu moja, unaloliweza kwa ajili ya Simba ipate ushindi, fanya, lakini usimzuru mtu. Sawa, pengine mchezaji mmoja ambao umewazungumzia wapo bora zaidi, unaweza ukatuambia, lakini pia wana uhatari kiasi hiyo na watakuwa na uhatari kwenye dabi ya Kariakoo? Ukiangalia wachezaji wote wa Simba sasa hivi walivyo, Simba ya chama hii kaka, naiona Simba iliyo bora na naiona Simba ile ya kamba tena inarudi, Simba ya hatari.
Simba ya wewe urudi nyuma ili usifungwe goli nyingi, naiona Simba ikirudi. Kwa hiyo tu niwaombe na tuwaombee wachezaji wetu. Tuambie wachezaji wetu waamke vizuri, waona performance ambayo amekuwa akituonyesha siku zote, na iona wakienda kuwin game pasipo kutumia nguvu kubwa. Nasema wao wana Depo ambaye anaruka sana vichwa. Unamjua Gwe? Libasa Gwe? Kuna mtoto mwenye lasta kutoka Kongo, bisho fulani hivi. Kaka. Tukiwataja majina mwisho wa siku atatumia majina haya kuwazuru. Ndio maana muda mwingine huwa tunaacha. Tuwaambie tu mitego waliotega kipindi hichi haiwezi kufua dafu. Mwenyezi Mungu na shiriki ni vitu viwili tofauti. Tupo kwenye mfungo, dua zetu ni muhimu, maombi yetu ni muhimu, na hiyo na Simba ikienda kutakata ndani ya New Amani Complex, wana Simba tunaenda kupata furaha ambao tumeipoteza ndani ya misimu kadhaa. Ubingwa ni kama ukipoteza huu mchezo utakuwa tena mashakani. Nikishapoteza huu mchezo ubingwa itakuwa basi tena, kwa sababu nitakuwa nimezidiwa zaidi ya pointi kama si 8. Yes, kama pointi 8 huwezi kutarajia tena kupata ubingwa kama umezidiwa pointi 8 na mpinzani wako. Kwa hiyo tuwaombe wachezaji wa Simba, huu ndio muda wa kwenda kutuonyesha kile walichonacho. Huu ndio ule muda wa kwenda kuwasapoti wana Simba. Inatakiwa tujue wachezaji wetu ni wachezaji bora, na inatakiwa tuwe nao katika nyakati zote. Endapo mchezaji atakosea, hatupaswi kumzomea, tunapaswa kumshangilia ili ajue kwa kwamba tupo naye na tunamsupport. Kile kilichofanyika ni bahati mbaya, na hatimaye tuweze kuiwini game ili tuweze kufufua matumaini yetu ya kwenda kupigania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Wanasema Simba wana wachezaji bora mmoja, lakini kimuunganiko bado kila mchezaji anacheza anavyojua yeye. Simba ina timu nzuri na ina wachezaji bora, muunganiko upo tayari, na ndio maana watu tunatengeneza nafasi tumekuwa tukishindwa kuzitumia si wenyewe. Muunganiko ndani ya Simba Sports upo tayari, kocha ameweza kuitoa Simba ilipokuwa na ilipo sasa hivi, ni vitu viwili tofauti. Tunapaswa kumpongeza na tunapaswa kumuombea kwa Mungu ili aendelee kuipambania Simba Sports iwe bora zaidi. Wanasema sabu ya Selemani Mwalimu ni Baraka Mwangosi, unaenda kwenye dabi ya Kariakoo. Hii imekaje? Baraka Mwangosi sio mchezaji mbaya, ni kijana ambaye anakuwa, ni kijana mzuri, anahitaji kujifunza zaidi, na siku zote kama unavyojua dabi ya Kariakoo mchezaji mkubwa huwa hawiki. Unaweza ukashangaa Baraka Mwangosi ambaye anaonekana hana lolote si chochote, akaenda kuwaduaza na kuwapa furaha wana Simba. Kikubwa mchezaji wote ambaye kasajiliwa Simba Sports, viongozi wamemuona na kocha kamuona, maana kwamba ni matakwa ya kocha au matakwa ya viongozi wa Simba Sports. Tuna haja ya kumuunga mkono na kumsapoti ili aweze kufanya vizuri. Ili uwe mchezaji mkubwa lazima uonyeshe kwenye mechi kubwa. Baraka Mwangosi ni mchezaji wa Simba Sports, nasi wana Simba tunapaswa kumuunga mkono. Bana, umemuona Jeruti kamaliza ile ahadi ambayo aliweka. Jeruti kamaliza ahadi, katuletea mchezaji mzuri, anakosa utulivu tu, ni mchezaji mzuri ambaye atatulia. Eneo la mwisho ni mtu hatari sana. Nazungumzia ukiachana na mchezaji, mapema ileo ameshare ile basi jipi ambalo mlikuwa mnalizungumzia. Kama hujaona. Unajua kwa sasa hivi tunadili sana na Kwaresma. Kwa tukiamka asubuhi huwa tunadili na maombi sana na kuiombea timu yetu. Sikuingia mtandaoni nikaona kama ameleta basi jipya, amefanya vizuri, ni ahadi ambayo aliahidi ndani ya Simba Sports. Wana Simba hatakuwa na mashaka naye kwa sababu aliahidi mchezaji na akatekeleza. Kwa hiyo basi ilikuwa ni swala la muda. Na kama leo hii tayari basi imeshatambulishwa nchini, tumpongeze na wana Simba tumwaahidi. Wana Simba hatujawahi kubaki nyuma kwenye issue inayohusiana na Simba. Jezi tutaendelea kununua, tutaendelea kununua vifaa vya Simba Sports. Tumwambie tu azidishe ubora kama alivyotuletea jezi bora msimu huu. Tunamwomba msimu ujao atuletee jezi bora zaidi ili wana Simba tuendelee kupendeza, tuendelee kunawili. Walikuwa wanaongea upande wa pili kwamba bana liko wapi basi liko wapi. Natumai sasa ni muda kama Jeruti amesikia na kuwafunga midomo. Upande wa pili wao maneno ni kawaida yao. Unajua Simba Sports ni timu ya mpira, sio timu ya maneno. Ndio maana huwa hatuna muda wa kujibizana nao. Sisi huwa ni vitendo. Simba Sports ndio klabu pekee ambayo inasajili huwa inaingia mikataba mikubwa. Huwa tunasaini mikataba mikubwa, wao mwisho wa siku wanaiga. Sawa, leo hii kupitia jezi ya Simba Sports unaiona Simba ikipata mchezaji ambao Simba haitoi chochote, unaiona Simba ikiletewa basi jipya, unaona Simba ikiingiza pesa nyingi sana. Simba Sports ni taasisi ambayo ina viongozi
ambao wameshajipambanua na ambao wanajitambua na sio watu wapiga kelele. Kwa Simba Sports ni upepo mbaya tu ulitupitia hapa katikati, matokeo yakawa sio upande wetu, lakini Simba Sports ni timu pekee ambayo ni mfano wa kuigwa Tanzania na hakuna timu nyingine ambayo inafikia Simba Sports. Wengine waliobaki ni bla bla na kulingana matokeo hapo upande wao ndio unaona wanapiga kelele, lakini kama tunaoyapitia sisi ingelikuwa wanapitia wao na hizo wangekuwa shaenda kuchoma lile jengo moto. Yeah. Octavian, una nini ambacho unaweza ukaambiwa na Simba kuelekea kwenye mchezo wa dabi, kwa sababu ni kama imani imekuwa ndogo, kwa sababu kufungwa mara 6 lazima ukate tamaa. Wana Simba ni watu wa mpira, hilo naamini. Hatujakata tamaa, ndio maana unaona Simba Sports ndani ya msimu huu haina kombe, lakini sisi ndio watu pekee ambao tunaongoza kwa kwenda viwanjani na kununua jezi za Simba Sports. Wana Simba na waomba ambaye anapata nafasi kama nilivyoongea mara ya kwanza, tukaisapoti Simba yetu. Unaweza ukashindwa kwenda Zanzibar, lakini ukaisapoti Simba kwa namna moja ama nyingine iweze kupata ushindi. Maombi yetu ni muhimu, dua zetu ni muhimu kwa ajili ya kuiombea Simba Sports ili iweze kupata ushindi kesho kutwa, ili tuweze kujiweka nafasi iliyo nzuri kwa ajili ya kupigania ubingwa wa ligi kuu, ili msimu ujao tuwe na uhakika wa kwenda kimataifa klabu bingwa tukiwa bora na tukiwa imara zaidi. Wanaita Damaro Day wao wenyewe, kizalendo zaidi. Hizo tumeshazizoea. Na waona wakienda kudhalilika kesho kutwa wazi wazi. Uzuri mechi itakuwa ni usiku, kila mmoja atakuwa kashamaliza Kwa hiyo naiona Simba ikienda kutakata na Damaro Day ikienda kuwa Damaro Day. Mlikuwa mnasema kwamba si Mtanzania, kwamba hapaswi kuwa Mtanzania, na Yanga wakaja wanasema ujue nchi yetu kiuhalisia. Kama unakumbuka baada ya kilichotokea nilishawahi kukwambia mambo yanayohusu nchi tuyaache kama yalivyo, tuachie watawala wenyewe, sio mambo ya kuongelea, kwa sababu leo ukiongelea uhalisia unaweza kukuta kesho ukakosa kufanya interview na mimi. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanaendelea. Uraia haupatikani kama kabila. Huwezi kuwa na mtu ambaye anakuja nchini kwako baada ya muda mfupi unakuwa uraia. Uraia ni process ya muda mrefu, ni issue ambayo inaeleweka, na ndio maana muda mwingine huwa na wasifu wa Zanzibari kwa sababu wamekuwa na misimamo kuliko bara. Na ndio maana leo hii ukitoka Tanzania bara ukienda visiwani huwezi kupata kiwanja hata uwe na pesa, kwa sababu wamejiwekea misimamo. Lakini hapa nchini imekuwa kama sehemu ambayo yani mtu yote anaweza kaamua chochote kile na kikawezekana. Mwinchui anaweza kumudu pressure ya dabi. Ya, kwa uwezo wa Mwinchui namuona kienda kuimudu dabi, kwa sababu Mwinchui atakuwa anataka kuwaonyesha wa Tanzania kwamba na yeye ni mwamuzi bora kuliko hao ambao wanapewa dabi wanaenda kuboronga. Ataenda kuonyesha kwamba yeye sio mwamuzi wa kutumikishwa, ni mwamuzi ambaye anahitaji kupata kile anachostahili yeye. Kwa kama anahitaji kuwa na yeye anachezesha mechi kubwa duniani, Afrika, lazima akaonyeshe kesho uwezo alionao na kile ambacho kimemfanya yeye kuwa mwamuzi wa kati. Kwa tunamuombea kwa Mungu aamke vizuri, akasimamie sheria 17, asiwe upande wa Simba, asiwe upande wa nyuma mwiko. Tunachohitaji wana Simba ni kuona burudani, hata kama Simba inatokea inapoteza, ipoteze kihalali. Kama Simba inashinda, ishinde kihalali, ili wana Simba tuwe na ile furaha ambao tunajua kwamba tuna timu ambayo inaweza kwenda kuonyesha bato kimataifa na si vinginevyo. Ukiwa na timu ambayo inaonyesha ndani, afu kienda kimataifa watu wanajipigia kama ngoma ya ngomani, huwezi kuwa bora. Kwa siku zote tunahitaji Simba iliyo bora ambayo inapambana kwa ajili ya kutafuta ushindi na sio kutafutiwa ushindi. Bwana Octavian, natumai tumezungumza mengi, tutakuja baada ya mchezo tutaongea vizuri. Bakia siku moja New Amani Zanzibar. Uzuri si utakuwepo Zanzibar? Panapo majaliwa yake Mungu nitakuwepo, kwa uwezo wake Mungu nitakuwepo Zanzibar. Kama unavyonijua Octavian Simba, naipenda Simba yangu. Ilipo Simba nipo, japo hapa katikati mambo ni mengi, kusafiri mikoani nimeshindwa, lakini Zanzibar kwa uwezo wa Mungu na imani nitakuwepo. Na imani baada ya mechi nitawaalikeni kuja kula iftari. Kwa sababu wana Simba tutakuwa na furaha, na kama unavyojua hatunaga mambo mengi, huwa ni vitendo. Kageuka kuwa siku zote wana Simba huwa tunaamini na huwa tuna matarajio na kile kitu ambacho huwa tunakiongea. Wana Simba huwa hatuongei kwa ajili ya kufurahisha midomo, huwa tunaongea kitu kwa sababu tunaongelea mpira na tunaupenda mpira na tunaipenda timu yetu. Na kuhakikishia baada ya mechi Jumatatu mimi nitawaalikeni kama mlivyo, mtakuja tutapata chochote kitu. Neno la mwisho natumai tutaonana next time ndugu yangu. Shukrani sana. Asante sana, niwatakie kazi njema.